Karibu katika chuo cha WP Forms. So hapa naenda kuangalia all you need kujua kuhusu conditional logic ndani ya WP Forms. Na naenda kutumia conditional logic kutengeneza form sikwe dynamic. So kitu nafaa kujua ni kwamba conditional logic ni one of the paid features in WP Forms na iko available kwa the basic license na up to the Elite license ya WP Forms. So kutumia conditional logic kwa WP Forms ni una click kwa hiyo field yenyewe hivi, alafu nenda hapa kwa smart logic. Once uko kwa smart logic una enable tu conditional logic. So as soon as ukienable itakuonyesha kuna hizi options. Tuko na options mbili, ya kuonyesha na ya kuficha. So ya kuonyesha inaonyesha, ya kuficha itaficha hiyo field. So nenda kutumia kuonyesha, niseme based on kama ni email. Kama email ni empty, kama email si empty naenda kuonyesha hiyo subject. So nikisave na ni preview, hivyo ndo venye inakaa. As soon as nikitype unaangalia subject inaonekana. Hivyo ndo sasa inakuwa. But sasa nikitaka kuificha, naweza sema hide if email does not, ama sema kama if email contains kitu kama iko na hyphen. Niseme test@gmail.com. If email contains, not does not contain, sorry. So tuseme test@gmail.com. So hapa hizi feature juu email iko sawa. But as soon as nikiongeza hyphen hivyo, so unaona ina feature. So hivyo ndo venye kutumia hiyo. Na hapa kwa conditional logic tunafaa kujua ni kwamba kuna options mbili za hiyo. So kuna AND logic na kuna OR logic. So kwa OR logic, either the condition inafaa kuwa fulfill ndio hiyo conditional logic itumike. So kuonyesha hiyo naenda kwenda kwa subject. So niseme kwa subject, niseme enable conditional logic, unafaa kuonyesha kama email si empty. Na pia unafaa kuonyesha kama subject si empty. So ukipreview unaangalia iko empty. So ukisema test@gmail.com, message inaonekana juu either condition kama email ama si empty. So ukisema subject unapata iko inaonyesha. But ukitaka kuonyesha unataka kuficha until both condition are fulfilled, unakuja hii alafu nasema AND. So tuseme email not subject not empty, useme hivyo. So ukifanya hivi unaangalia hii sasa haitaonekana hata ukiweka Gmail, hata msakiweka email.com bila kuweka anything kwa subject, but as soon as ukiweka subject hii inaonekana. So hiyo ndo how kutumia conditional logic kwa WP Forms. So inakuja handy, sema kama uko na terms and service kwa site yako. Sema for example tuko na kitu kama choices, sema nimeongeza choices. Sasa hii tuseme tumemark hii kama required. Sasa ukikuja kitu kama message, unasema message inafaa kuonekana kama subject is choice 1 ama subject is not checkbox is choice 2 hivyo. Sema iko na choices mbili, so acha ni delete hii ya tatu. So ukifanya hivi, so haitaonekana until msee achukue zote mbili ndo ionekane. So inakujanga better. Sema kama uko na form na uko na terms of service. So hii inatumikanga hivyo. So naenda ku delete hii, so acha ni undo, alafu naenda ku delete logic na naenda kutoa hii message. So njia ya pili ya kutumia conditional logic kwa WP Forms ni ndani ya notification. So ukitaka kutumia unakuja tu hapo, alafu unakuja kusema enable conditional logic. So hii iko na njia mbili, tuma ama usitume, send ama usisend. So the same thing venye unafanya, unasema tu kama subject ni empty usitume, so ya hizi tuma, alafu preview useme Mike test@gmail.com na uache hii kwa empty hivyo, alafu submit. So ukisubmit alafu kuja kwa WP Forms hapa, then uende kwa tools. Kwa tools uende kwa logs, unafaa tu kuenable logs. So unakuja kuangalia mwisho ndio hii. So ukiangalia hapa inasema entry stop by conditional logic, which is expected. However, tukikuja kusema Mike Kipruto alafu sema test@gmail.com, useme tu ni subject, alafu sema ni first choice, utume, unapata inaenda. So hiyo ikienda, nikirudi hapa kwa Gmail unaangalia hii imekuja, na ukiangalia hii ni title, hii ni subject yenye imekuwa set hapa. So ukiangalia hii ni subject na hii imekuja, si unacheki hivyo. So njia nyingine unaweza tumia hapa ni
Kwa mfano tuongeze conditional notification nyingine subject, lakini without subject. So tunaita subject line yake tuite without subject hapa. So kwa hiyo utakuja kuangalia hapa, unasema send kama subject ni empty, so itatuma hiyo, na tuna expect subject ya hii iko without subject. So hii nyingine baada ya kutumia hiyo default, nataka iko na subject yenyewe, so nakuja kusearch hiyo subject, ni save, alafu hivi, so ni save jina ni Mike Kipruto, then test@gmail.com. so acha iko without subject. So nikituma hii, alafu nikuja hapa ni reload hapa tena hii, ndo hii without subject. So to make sure things iko sawa, acha nirudie submission kwanza. Send, subject is empty. Okay, so nimeweka the same, so hii ina send if not empty, juu hii ni without, hii ni with subject. After kufix hiyo type kidogo, so niandika test@gmail.com, alafu hii ni without subject. So nikituma hapa, alafu ni reload hii, utakuja kuangalia ndio imekuja 0 minutes ago. So hii ukiangalia ni without subject. So ukitaka kuangalia hiyo ingine ya with subject, na kuja hii, na kuja Mike Kipruto. So hii ni with subject, ni first choice. So as soon as nikisubmit, alafu nikuja hii ni reload, unaangalia hii imekuja 0 minutes ago, so iko na with subject. So hivyo ndo venye kutumia, na the same way tuliangalia about the whole hand logic, unaweza tumia the same. But one of the things I would highly mention ni be sure ku double check all your conditional logic once ume set up. So nyingine sasa ni kutumia conditional confirmation. So ukitaka kuonyesha different event, unakuja hapa kwa confirmation, then una add a new confirmation. Hii nataka kutumia first message, so hapo ni first message, au kuja enable unatumia kama checkbox ni first, so hapa ni first, hiyo itaonekana. Ya pili nataka niandike kama second, hapo kwa second unasema message, hapa ni second, alafu unasema enable, utumie kama checkboxes ni second. So nikienda kusave, hii ni preview, nikienda kusave ku preview, so tuseme ni Mike Kipruto, then ni test@gmail.com. Sasa nikitumia first choice na expect hiyo message, na expect hii message ya first ionekane hapo. So as soon as nikisubmit, tunaangalia ni first. So nikifanya the same thing, niseme Mike Kip, so nitumia second, hapo ndo pia inaenda kwa second. So uzuri ya hii ni kwamba useme kama una run kitu kama subscription ama una run kama newsletter, so msee akikubalia consent, utamwonyesha message ya you've been added to a newsletter, na kama mtu asipokubali the consent, unaandika unfortunately we will not be able to add you to the newsletter, hivyo kitu kama hiyo. In the future ama next week tutaangalia confirmation types, na tutakuja ku explore all things you need to know about notification ndani ya WP Forms. So nashukuru, ukiwa na swali wewe iache kwa comments, I'll be sure to respond to every question. So see you next time.